kuna wadaiwa wa aina mbili. Wadaiwa hawa tabia zao zinaweza zikapelekea mmoja akapata fedha zaidi, lakini mwingine anaweza kupelekea akapata fedha chache. Kwa sababu gani? Kuna baadhi ya wadaiwa hawawezi kutoa ushirikiano kwa dalali, wanamuona dalali ni adui yao, lakini huyu mdaiwa mwingine anamfanya dalali kuwa rafiki yake. Watu hawa hawawezi wakafanana kwenye mauzo. Let's say nyumba zao wote zina thamani ya milioni, target ya benki milioni 50. Huyu mmoja mwenye urafiki na dalali lazima atatoa ushirikiano kwa dalali. Unavyoleta ushirikiano kwa dalali, obvious hata wateja watakaokuja kutembelea nyumba yako watakuwa ni wengi, kwa sababu wakifika unawapokea, unawakarimu, unawapokea, unaonyesha mipaka, kwa sababu wewe tayari umeshakubali umefeli, na kufeli kulipa pesa sio kushindwa. Kwa hiyo pale kwenye ile nyumba yako target ya benki ni milioni 50, lakini sasa wateja wamekuja wengi, wengi wanaitaka ile nyumba. Let's say wateja 7 wote wanataka nyumba yako, uliwapokea vizuri, lazima ile nyumba, kama target ya benki ilikuwa ni 50, tunaweza tukapata mteja wa milioni 80. Faida ipo kwako, kwa sababu deni la benki litakatwa, zitaondolewa gharama zingine, utabaki na fedha nyingi ambayo inaweza kukusaidia wewe kuweza kupata eneo lingine au hata nyumba nyingine huko Chanika au Mbagala. Umeipata? Lakini huyu mdaiwa mwingine sasa, mwenye tabia ambayo anamuona dalali ni adui, huyu ana hasara. Hasara yake iko sehemu moja kubwa sana. Nyumba inaweza ikawa target ya benki ni milioni 50, lakini wateja wakija anawakimbiza, anamuona dalali hafai, hakubali kushindwa. Wateja wanakuja wachache, wakija anawafukuza. Mwisho wa siku sisi kama madalali tunafanya kila namna ya halali ya utaratibu ambao unafaa tuweze kuuza hiyo nyumba kwa target ya benki milioni 50. Kama walikuja wateja wawili kuhudhuria mnada, obvious inaweza ikauzika milioni 50, au imezidi sana imeuzika milioni 53, tayari una hasara. Hauwezi ukalingana sawa na yule ambaye alimfanya dalali rafiki akawa anampokea na wateja wake. Hiyo ndio tofauti kubwa.